Uzaluni, kwanza kabisa napenda nimshukuru Mungu tuweza tena kupata nafasi na fursa kuja kwenye baraza nikiwa mwishoni naenda kumaliza ubunge wangu ili tena tuingie kwenye mchakato. Niseme ni mara ya pili kuvutana nanyi. Nakumbuka siku moja niliwaita nyumbani kwangu tukakaa, mengi tuliongea jambo kichwani, na ushauri wenu wote mlionipatia niko na ufanyia kazi. Kwa kuwa nimepata nafasi alafu niko mwishoni, maneno ambayo nataka nizungumzie. Kwanza, mimi nahitaji nyie ni vijana wenzangu mzidi kupendana. Hata tunapokuwa tunaingia kwenye mchakato hii ya uchaguzi, kila mtu anakuwa na mapenzi yake na uzuiliwi, na baada ya atakapopatikana mshindi basi tuungane, tuachane na makundi. Ila kwa sasa hapa mimi nawaeleza kila anayependa mtu adili naye, kwa sababu anayetoa riziki ni Mungu, sio maganga. Lakini na nyie nawaomba kwa vile tuko kwenye makata, tieni nia ili kusudi zile zile zinaonekana na kitaifa. Fomu ya mbunge sijui na kipaa mwezi mkono. Ingiza jina lako ili lionekane kwenye mifumo mobile. Mwaka 2020 tulikuwa sana. Ile imesaidia wako wengine walikuwa jeshini, wengine ni askari. Huo wanakuja pale Dodoma wanakuja. Na mimi na wao kushirikiana kwa sababu mimi ni mtu wa watu. Sina mambo ya kinafiki. Kwa hiyo hata kwenye nafasi za ubunge ikiwemo vitimani, wakina mama waonyesheni nia. Faili lako linapoingia mpaka linashikwa na viongozi wa mkoa mpaka taifa, ndio kujulikana. Mkiwa waoga sana, ipo siku maganga atakufa. Ina maana Mbogwe tena itakufa, mtakuja kutawaliwa na mapepeo ambao hawana mapenzi mazuri na wilaya yetu. Binafsi namshukuru Mungu sana, nimelicheza bodi. Yaani mchezo niliocheza Dodoma, huwa najihisi ni mtu mwenye bahati sana, kwa sababu naangalia Mbogwe nilivyoikuta, lakini vile huwa naangalia speech toka niingie bungeni kwamba ni nini ambacho nilikuwa nikizungumzia. Uzuri maneno yani yakiingia kwenye mitandao kwenye kanisa huwa hayafutiki. Kwa hiyo na mimi nina wakati mzuri huwa napata nafasi nikiwa nimetulia. Unaangalia ulikotoka. Mpaka hapa nilipo mimi namshukuru Mungu. Niko pazuri sana. Ona tabari na nyie wadogo zangu, kwa sababu Mungu wote ni wadogo zangu. Komaeni, simameni. Majungu sana isiwe sehemu ya maisha yetu. Yaani iwe maneno kidogo lakini vitendo ndio viwe vya hakika. Lakini cha mno ni kumtanguliza Mungu kwenye maisha ya Mungu. Yaani maisha yako wewe unayajua ni Mungu pekee yake. Hakuna mtu mwingine. Asikudanganye kwamba yeye labda anajua kila kitu hapa. Unajua kuna lugha zao. Bora sisi hapa kwa yetu ya taifa ni lugha ya Kiswahili, ikiwemo na Kiingereza. Sasa siri kubwa ni ujasiri. Unapokuwa jasiri, yani hata kama unazungumza lugha ambayo haieleweki watakuelewa kwa sababu unazungumza. Binafsi na maombea sana wadogo zangu, ikiwa mnafanya baraza leo mfanyeni kwa kutuombea viongozi ambao kwenye mchakato na kutegemea kurudi nyuma malize salama. Kwa sababu mambo ya uchaguzi yanabadilika. Nashukuru mwenyekiti, mdogo wangu toka niliteue kuwa msaidizi wangu. Kweli kabisa nakushukuru kwa moyo wangu wa dhati, na Mungu akubariki sana kama ndugu yako. Na kwa vile umepata kazi na ndio ukasamini na watu viongozi vichwa. Kwa sababu kwenye vijana huku ndio tunapotegemea kila kitu. Na tunapofika kwenye uchaguzi huku unaona vijana wenzao wanachukua fomu, tumpiganie.